Keti. Viongozi wetu wenyewe wamewachilia watu waumie. Kwa sababu kama wakati huu, wakati ya corona, sasa hivi watu wanaimba 2022. Wangeimba shida ya watu ya Naivasha kwanza, wakuje washughulikie wananchi ambao wanateseka. Unapata huyu mama ni mjamzito. Huyu mama ndoa yake imeharibika kwa sababu ako na shida. Lakini viongozi wametoroka, wanangojea 2022 wakuje wadanganye watu hapa. Nataka kusema hivi, nikiwa pia kiongozi kama wao, ya kwamba sisi hatutaonyeshwa tufanye hii. Tutaendelea na ile njia ya viongozi ambao wanajali maslahi ya wananchi katika Naivasha. Tulifuta kama watu 800. Watu 800 ambao wamefutwa, wale wanarudi watu from nowhere. Sisi tuko pale hatujielewi. Tumesimama tu wana kijiji, tumekuwa ni kama tumekuwa burden kwa vijiji, hatujui nani anatusaidia. Wale ambao wanarudi kazi kwa saa hizi, si wale ambao tulikuwa kwa kampuni. Wanaenda wanachukua watu wengine wapya, na kwa ile kampuni ambao tumekuwa hawachukuli kwa ile mlango, wanachukulia mlango ingine. In the name of mnachukuliwa na kampuni fulani, lakini bado mnarudishwa wapi? Pale ambapo mlikuwa. Na bado tuko blank, hatujielewi. Hawa watu wakiajiriwa, sisi kama sisi tunajua we are done, hatujielewi. So itabidi tuende kwenda kwa vibarua za watu ama tuingilie kazi zenye hatujielewi kusema ukweli. Atwoli hebu angalia hapo, na atoe kwa siasa atuangalie sisi. Kiongozi wetu Atwoli, unatuwazia nini? Corona ndio imefika, hautuangalii. Una expect tuende wapi? Badala sisi wakati kama wa corona kuja useme sisi wafanyakazi ambao tumekuwa tukikata pesa za COTU zikuja kwa ofisi yako, unakuja kutulalia, unaenda kwa siasa kukula pesa huko na wambunge, badala ya kuja kutuangalia sisi. Atwoli kweli hapo utuwazii, hautuwazii hata kidogo. Na kuomba wewe bwana Atwoli, tuangalie. Tunasikia msaada unapeana. Ukikuja msaada umekuja kama kampuni Oserian, unapea watu unga mfuko moja, wanaenda kukula. Kesho una expect wakule nini? Tafadhali, hebu tuangalie sana. Na kama sivyo, kama kazi imekushinda, naomba tu kwa hiari yako, wachana na hii kazi, wache ule mtu mwenye ataweza hii kazi. Uende ukakae kwa siasa. Na sisi tulianza kazi tukiwa bado wasichana. Mpaka saa hii, mtulipe haki yetu. Hiyo miezi tangu mwezi wa 3 mpaka saa hii tunaelekea mwezi wa 8. Mpaka saa hii wamama tunalilia, wengine tumepatwa na sukari, wengine pressure, ni kuchidwa vile tutasaidia watoto. Na vile hata school fees, hata shule sikirudi atujui vile tutajisaidia. Tunauliza tulipo haki yetu. Tumechoka. Ndoa kina mama sasa inabidi mama na wanaume 3 ndio waweze kujikimu kimaisha. Na of which ni very risky. So unapata kwamba hapa Naivasha tunakutana shida nyingi, tunafanya kesi nyingi kwa ajili ya maisha vile inaenda chini. Ukiangalia nchi kama Israel, mfanyakazi wa maua wa mkono analipwa 100,000 per month. Kenya ni shilingi 6,000. Na maua ile nalimwa Kenya ni sawa na ile nalimwa Israel. Of which ni very risky. Hatuoni viongozi wakitetea wananchi wa Naivasha. Bwana Atwoli ametudanganya, ametulagai sisi wafanyakazi wa SHA, tumechangia hicho chama hata kampuni ya SHA ikaanguka 2016. Atwoli akakuja huko akasema kwamba tumwachie hiyo kazi, atashughulika, tutalipwa hata service yetu, hata mishahara zetu zingine watu wengine hatukupata zilibaki huko. Na hata sasa hatuna kazi katika zile nyumba tunazoishi, hatuna hata vile tunaweza kujimudu maisha, watoto wetu hata wengine walishindwa kusoma, wamekuwa tu barabarani. Atwoli wakati umefika sasa, umechoka, rudi nyumbani ama piga siasa, achia mwingine mtu ambaye ana vision ya kuongoza wa Kenya 2022 kuendelea mbele, toka wachana hiyo kazi. Haya, mwale marali ni moto. Naivasha wewe amekula pesa ya wamama, na sasa tumechoka. Waangalie watu wa Naivasha. Pesa zetu wanatuondokea. Atwoli baba mizigo, acha kueleza. Atwoli unatunyanyasa.